Mimi najiuliza swali, hivi mwanadamu unaogopa kufa? Kwani wewe utakufa? Unaogopa kuteswa? Hivi nahisi kwamba wote wanaokufa basi wakufanya tu vifo vya kulala. Kuna watu wanateswa na magonjwa, hospitali anakaa miaka mipaka, afu anakuja kufa. Yaani kwa nini si mateso? Mimi nikutoe hofu ya kifo. Kwa mateso yote mwisho wake ni kifo. Yaani chochote atakachokufanyia mwisho wake ni kufa. Na hata usipofanywa kwa ajili ya kuikomboa nchi yako bado tutakufa. Na baada ya kufa utaenda kutoa hukumu hesabu kule. Kama Yesu katika waraka kwanza Yohana sura ya 3:16 anasema katika hili nimejua pendo. Kama vile mimi niko kwa tayari kutoa uhai wangu kwa ajili yenu, na nyinyi pia inawapasa kutoa uhai wenu kwa ajili ya ndugu hao wanaoonewa, wanyonge. Wewe uliye na nguvu, simama, paza sauti bila kuogopa kuteswa, kuuawa kama alivyouawa Yesu. Kama shida ni kufa, mbona utakufa tu? Tena utakufa kifo cha ajabu sana kuliko ambavyo ulikufa kwa ajili ya kuikomboa nchi yako ya Tanzania, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kizazi kijacho. Kisiwe katika hali ya utumwa hivi. Haleluya, watu wa Mungu. Niko na swali ambalo najiuliza. Hawa chama cha CCM wapo wakifanya kampeni, wakitumia fedha za Watanzania za wanyonge kufanyia kampeni, na huku wakiwa wameweza kuzuia au kusitisha mikutano au kampeni za chama kingine kilicho kikubwa cha demokrasia na maendeleo, yaani Chadema, ambacho kingeweza kuwa na namna za ugombea. Swali ambalo najiuliza, ikiwa chama kikubwa ambacho mwaweza kushindana nacho au kuchuana nacho kimeweza kuzuiliwa, halafu na kiongozi wao kawekwa gerezani, sasa mimi najiuliza hili swali, hizo kampeni yani kwa ajili ya nini kama tu sio kuharibu fedha za wanyonge? Na hiyo tarehe 29 mwezi wa 10, wewe Mtanzania, utaenda kupiga kura kati ya nani na yani mgombea nani, kati mwingine kawekwa. Anasema takaye mwaga damu ya mwanadamu. Kiujumla ni kama kuchezeana akili. Kiujumla Watanzania sio hao mnaowafikiria. Watanzania tokea baba yetu Pombe Magufuli alivyokuwa madarakani, basi sio wale wa Tanzania wa kipindi cha Kikwete na wale wa nyuma. Watanzania sasa hizi wanajielewa, wanajitambua, wanajua yanayokuwa yakiendelea. Kuna kitu ambacho mimi najiuliza sana, kwamba hivi kweli Watanzania kama tu tarehe 29 tutatoka kwenda kupiga kura, kweli nitajua kwamba anayehitajika ni Mungu tu, hasa kwa haya ambayo yanaendelea ya utekaji haya.
halafu mtu tarehe 29 aende, anaacha kazi zake, anaacha shughuli zake, anaenda kupiga kula kwa mtu ambaye amejiteua yeye mwenyewe, amejichagua yeye mwenyewe, mtu ambaye angalii utu wa mtu mwingine, hajijali yeye tu. Kwa hiyo nikamchague ili azidi kuniteka, azidi kuniumiza? Hapana. Ujumla wa Tanzania, tuamke, tuwe tayari kwa ajili ya kufa, kwa ajili ya kujiokoa sisi wenyewe, kwa ajili ya kuipigania hii Tanzania yetu, ili taifa letu. Watoto wetu, vizazi vyetu vitakuja kutushangaa sana kwamba kwa nini tulinyamaza kimya mpaka hatukupata ukombozi. Sijajua kama wewe unahisi kwamba Tanzania ilikombolewa. Bado haijakombolewa, iko utumwani kwa rasilimali zilizopo Tanzania. Halafu leo wakina mama wamejaa kila viofisi vya mikopo. Una babu nasema kwamba kwa kweli kuna jukumu kubwa sana la sisi kutoka na kupaza sauti bila kuogopa kula ya kesho, yani kula kwetu kesho, kula kwetu kwa leo. Nikwambie kwamba wewe Mtanzania mwenzangu, usiangalie leo tu, angalia na kesho pia. Usiangalie tu leo, angalia na kesho pia. Huyu ambaye utakwenda kumchagua tarehe 29 mwezi wa 10, hivi unaishi kwamba atakufa? Unaishi atakufa kwa haya machafuko ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi ya Tanzania? Unaishi atakufa? Kiujumla ni heri ajichague mwenyewe. Mapendekezo yangu mimi ni heri mama ungejichagua mwenyewe, jichague tu, sema tu, yani hata hiyo siku tarehe 29 hiyo, yani isiwepo. Tokea kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, sema mimi najirasimisha kuwa rais, kuendelea kuwa rais miaka 5, mambo yaishe, kuliko kuwapotezea muda wa Tanzania kwa vitu vya kipumbavu, vitu vya kijinga. Leo imeshamili kampeni ambayo sijajua sana, sijajua. Mtu mwenye akili timamu kabisa, mtu mwenye akili timamu, yani asingeweza hata kwenda huko kwenye kampeni hizo, mtu mwenye akili timamu. Ila kwa sababu akili timamu hazimo, basi utawakuta watu wanachomoka kwenda. Nyie watu msijiangalie tu nyinyi, leo alipo kwako, kesho itakuwa alipo kwako. Leo alipo kwako, kesho itakuwa kwako. Nikukumbushe Tanzania kwamba usiangalie leo, angalia na kesho pia. Wewe kiujumla haukutakiwa kuwa na maisha hayo unayoishi. Kwa rasilimali zilizopo Tanzania, ingekuwa kila mmoja kama ni nyumba kajengewa, ila
haiko hivyo. Kama ni mitaji, basi watu, yaani ungepewa mtaji, sio hii kwenda kukopa kwenye vikoba au wameleta wenyewe mikopo hiyo, yaani unakopa kwao, bado wewe ni mtumwa. KYC itakiwa hizo fedha walete wewe uendeshe biashara zako, sio umekopa. Lakini haya yote kwa sababu sisi ni wabinafsi, na tutazidi kuteseka miaka yote kama tu hatutakuwa tayari kuikomboa hii nchi yetu kwa kumwaga damu zetu, ili watoto wetu waje wajue kabisa kwamba kama baba zetu walimwaga damu kwa ajili ya kutaka kuleta usawa katika nchi ya Tanzania, basi kwa nini na sisi isiwe hivyo? Kama ukombozi hautatokea kwa kumwaga kwetu damu. Sisi wa Tanzania ni wabinafsi sana. Mimi ni wasii wa Tanzania, tusio wabinafsi. Ubinafsi hauwezi ukatusaidia na hauwezi ukasaidia vizazi vyetu. Kikubwa ni sisi kuwa tayari kufa. Kiujumla, mimi najiuliza swali kwamba hivi mwanadamu naogopa kufa, kwani wewe hutakufa? Unaogopa kuteswa? Hivi nahisi kwamba wote wanaokufa basi wanakufaga tu vifo vitu vya kulala tu. Kuna watu wanateswa na magonjwa hospitali, anakaa miaka na mikaka, hafu anakuja kufa. Yaani kwamba yale sio mateso. Mimi nikutoe hofu ya kifo. Kwa mateso yote mwisho wake ni kifo. Yaani chochote watakachokufanyia mwisho wake tu ni kufa. Na hata usipofanyiwa kwa ajili ya kuikomboa nchi yako, bado tutakufa. Na baada ya kufa utaenda kutoa hesabu kule. Kama Yesu katika waraka kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 16 anasema, katika hili mmelijua pendo, kama vile mimi nilivyokuwa tayari kutoa uhai wangu kwa ajili yenu, na nyinyi pia imewapasa kutoa uhai wenu kwa ajili ya ndugu hao wanaoonewa, wanyonge. Wewe uliye na nguvu, simama, paza sauti bila kuogopa kuteswa, kuuawa kama alivyouawa Yesu. Kama shida ni kufa, mbona utakufa tu? Tena utakufa kifo cha ajabu sana kuliko ambavyo ungekufa kwa ajili ya kuikomboa nchi yako ya Tanzania, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kizazi kijacho kisiwe katika hali ya utumwa hivi. Hapana, kufa ni kufa tu. Kufa ni kufa. Hata hao wanaoteka, mimi nawashangaa sana. Kwani wewe unayeteka hautakufa? Wewe utaishi milele. Mbona wewe una maisha marefu? Mbona una maisha marefu? Na kwa ubaya unaofanya huo, mbona hauna maisha marefu wewe? Kuna maisha marefu unavyojiona. Akili yako inakudanganya. Yaani unautoa utu ambao utakufanya hata utakavyokufa uende ukaishi maisha ya milele ya raha kwa ajili ya fedha ya siku moja, siku mbili, siku tatu. Kweli? Hapana bwana, rudisha utu. Rudisha utu. Rudisha ubinadamu kwako kwa hiyo. Toa hiyo milioni, toa hayo mamilioni. Haijalishi ni fedha kiasi gani, nyingi kiasi gani, bado itaisha tu hiyo fedha. Na haitakuwa na raha kwako wewe. Yaani sijui ni mwanamke gani ambaye ataletewa fedha ya kazi ambayo umetoka kuteka mtu, kutoka kumwaga damu ya mtu. Mwanamke gani ambaye ataifurahia hiyo fedha? Ni mtoto yupi akisikia, akijua kwamba wewe ndo mtekaji mkubwa, ndo muuaji mkubwa? Ni mwanamke yupi ambaye atajisikia vizuri? Ninaamini hayupo. Hawa mnaowateka hawa, yes, tunapita tu duniani hapa, tunapita. Ewe mwanadamu, tunapita duniani hapa, tunapita.
hakuna mtu ambaye ataishi milele hapa. Hata nyie mnajinufaisha mali nyie, mbona hizo mali mtaziacha? Utatoka wewe tu, utatoka tena, mwili wenyewe utauacha huo ambao ulikuwa unaulisha, utauacha. Itaenda tu roho tu, hiyo roho tu ya ufisadi, roho ya utekaji, roho ya uaji, ndio itakayoenda na ndio itakayotolea hisabu. Mwanadamu gairi mabaya, gairi mabaya, gairi. Hapana, wewe si wa milioni, wewe si wa fedha. Wewe ni wa thamani sana kuliko mali za ulimwengu, kuliko fedha. Wewe ni wa thamani sana. Utu wako, ubinadamu wako ni wa thamani sana hapa duniani na hata mbinguni pia. Neema ya Kristo iwe pamoja na wewe uliyesikia klipu hii, ikuokoe, ikutoe kwenye laana hiyo, ikutoe kwenye mateso. Alimada mtu nafanya mabaya, hauna raha. Amen.